chaneli yetu. Leo hii nimekuleta kwenye mazingira haya. Nataka tuzungumzie kidogo kuhusiana na kituo cha elimu cha Songwe Sunrise au tunaita Songwe Sunrise Education Center. Tukizungumzia Songwe Sunrise Education Center, tunazungumzia hiki ni kituo cha elimu ambapo kwenye kituo hiki tunatoa elimu kuanzia watoto wa chekechea. Yaani chekechea maana yake anazungumzia kuanzia miaka mitatu. Miaka mitatu mtoto unamleta shuleni kuanzia miaka mitatu. Anakulia shuleni, maana yake ni kituo cha elimu ambacho kimejikamilisha. Kwa hiyo tunapokea watoto kuanzia miaka mitatu, hao ni watoto wa chekechea. Lakini tunapokea pia hata watoto wa kuanzia darasa la kwanza, la pili, la tatu, la nne, la tano, la sita na la saba. Lakini pia kwenye kituo hiki tumebahatika tuna elimu ya sekondari. Kisema elimu ya sekondari maana yake tunawapokea watoto kuanzia form 1 mpaka form 6. Unaonaje hiyo? Imekaaje hiyo? Na vituo vyote hivi vinamilikiwa na Kanisa la Uinjilisti Tanzania. Kwa hiyo Kanisa la Uinjilisti Tanzania mimi nawaelewa sana, ni watu wazuri sana. Kwa hiyo wanafanya kazi nzuri sana. Sana, yani wanafanya kazi nzuri sana. Kwa hiyo hebu tuwape makofi yao. Makofi yao tunawapa namna hii. Hivi hapa tunawapa ni makofi yao. Kanisa la Uinjilisti Tanzania wakiongozwa na mchungaji Mesha Kijobu. Wow. Lakini pia kwenye kituo hiki cha Songwe Sunrise Education Center tuna wanafunzi pia wa chuo. Mahali hapa tuna chuo mama ambacho ni Mbalizi Institute of Health. Lakini hapa kwenye Songwe Sunrise Education Center tuna kozi ambazo huwa zinatolewa kwenye mazingira haya. Tuna diploma ya ufamasia, lakini pia tuna certificate ya ufamasia inatolewa kwenye kituo hiki cha Songwe Sunrise Education Center. Kwa hiyo mimi nafikiri mzazi, ni wakati mwema, ni wakati mzuri kabisa wewe kutafakari na kumleta mtoto wako Songwe Sunrise Education Center. Kwa hiyo sisi huwa tunasema hivi, tumtumikie Mungu na kuwahudumia watu. Kwa hiyo tunawahudumia watu kwa kweli ipasavyo. Watu wanahudumiwa vizuri kabisa ukimleta kwenye kituo hiki cha elimu cha Songwe Sunrise Education Center. Kwa hiyo unaweza kumleta mtoto hapa ana miaka mitatu, alafu akaja kuondoka mtoto huyo anaondoka ana diploma ya ufamasia. Unaonaje ilivyo njema? Na kwa uzuri zaidi tuna hospitali yetu pia ya Ifisi. Kwa hiyo inawezekana kabisa huyo mtoto akapata bahati pia ya kuajiriwa na Kanisa la Uinjilisti Tanzania. Kwa hiyo ni wakati mzuri, lakini pia wakati huu ni wakati ambao tunafanya maandalizi ya kuwaleta watoto kwa mwaka mpya wa masomo 2026. Umekaa tu unaacha kumleta mtoto shuleni. Mlete mtoto shuleni asome. Songwe Sunrise ndicho kituo bora kabisa cha elimu. Ni kituo bora, yani nikwambia kituo bora maana mimi mwenyewe ni shuhuda. Walimu wapo wa kutosha, wanafunzi tunao, usafiri upo wa kutosha, tunatoa elimu ni bora kwa kweli. Sisi shuleni kwetu tuna huduma pia ya afya. Kwa hiyo tunao madaktari ambao wanashughulika na watoto. Lakini pia kwenye mazingira haya unaona nimesimama hapo, utaanza kushangaa. Kwa nini huyu jamaa ameenda kusimama kwenye mjiwe mkubwa? Leo nimekuleta hapa, huku ndiko maji ambako yanatokea. Songwe Sunrise Education Center wamejikamilisha. Na maji tunatumia maji ya kwetu wenyewe kabisa. Tunaishukuru sana serikali imetupa maji, kwa hiyo sisi huku tumetega maji. Kwa maji yanatoka huku, hapa ndipo unaona mitambo yote imetegwa hapa. Kwa maji yanatoka hapa, unamwona mtaalamu wa mitambo ametulia pale. Huyu ndio mtaalamu wa mitambo kabisa, leo amekuja kuangalia huku maji. Kwa hiyo maji tumeyatega kwenye mazingira haya, yanashuka moja kwa moja mpaka kufika shuleni. Na kufika kwenye eneo hili ambalo nipo ni zaidi ya kilomita 6 kutokea shuleni. Unaona ninavyokujali wewe? Kwa nini usinipigie makofi? Namna hiyo, hata kama utaki najipigia mwenyewe. Kwa hiyo nimekuleta kwenye eneo hili ili uweze kuona maji yanatokea hapa. Kwa hiyo kituo cha kwanza ni maji, maana yake maji tunayatoa hapa, yakitoka hapa maji yanaelekea moja kwa moja mpaka shuleni. Yakifika shuleni yanaingia kwenye matenki, na yakishaingia kwenye matenki hayo maji yanaanza kutibiwa. Yanatibiwa na dawa tayari kwa ajili ya wanafunzi kuendelea kuyatumia. Kwa hiyo Songwe Sunrise Education Center tumejikamilisha kwa kila kitu. Sisi maji kwetu hayakatiki. Mwaka mzima tunayo maji. Maji ni ya kwetu wenyewe, kwa hiyo tunatumia maji ambayo tumeyazalisha wenyewe na tumeyatega wenyewe kutoka mlimani. Na hili eneo ambalo tupo ni wilaya ya Mbozi, ni mkoa wa Songwe, lakini tupo kwenye kata ya Nanyala. Kwa hiyo tunaukaribisha sana.
njoo ujiunge na Songwe Sunrise Education Center. Uwe mwanafamilia na wewe ndugu mzazi, uwe mwanafamilia na wewe ndugu mtoto. Kama ni wewe unaye mtoto ndio unayeangalia video hizi, mwambie mzazi wako basi akulete mtoto Songwe Sunrise Education Center, utaenjoy. Hamna kitu ambacho ni kibaya Songwe Sunrise. Kwa upande wa chakula tuko vizuri, kila kitu tumejikamilisha, na maji ndio uhai, kwa sababu hata mwili wa binadamu wenyewe 75% ya mwili wa binadamu umejaa maji. Kwa hiyo maji, sisi tumeanza na maji. Maji hapo, ona hiyo sehemu hii ambako maji yanapatikana, ona view hiyo yenyewe hiyo hapo, umeonaje? Unajisikiaje? Bila shaka na leo umebahatika na kufanya utalii na mimi. Kwa endelea kusalia nami kwenye YouTube channel hii, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Lakini kameramani, naomba hebu waoneshe pale ambapo maji mengine yanashuka yanaelekea shuleni huko. Hayo ni maji ya kuchezea tu, maji ya kuoga tu. Maji ya kuoga mengine yanapatikana huko. Ngoja uone, akuonesha sasa. Hayo ni maji, angalia maji ndo yanashuka hivyo. Huo unaitwa mfereji wa Mwandeko. Maji ndo yanashuka hivyo yanaelekea shuleni. Hayo maji yanapita katikati ya shule. Siku nyingine nitakuonesha video ambayo inaonesha maji yakiwa yanapita katikati ya shule. Haya maji ambayo unayaona leo hii. Leo nimekuletea ambako maji yanatokea, lakini kesho nitakuonesha maji ya namna yanavyopita pale shuleni. Kwa maji Songwe Sunrise ni sio swala la shida, hatuna shida ya maji sisi. Kwa hiyo asante sana kwa kuendelea kuwa nami. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Yes.